lakini akili ndiyo inayompeleka mtu katika sehemu. Huenda pia wanaotupa habari ni wapumbavu katika dini, wajinga katika dini, majuhal katika dini, jahala, wajinga katika dini, wasiojua dini. Alafu tunapokea habari na kuziamini wakati mwingine, na tuko radhi kuzitawanya habari hizo. Tuache usalafi hauko, manhaju salafi haiko. Fate mtu mweleze, rahimallahu mra'an ahda minni uyubi, Allah amrehemu yule ambaye atanipa zawadi ya aibu zangu. Imam Shafi anasema. Ndugu katika dini, tuna haki kabla ya hapa tufikirie, tujijadili. Tuna haki hiyo. Kwa nini unamfanyia mwenzako muamala sayyi? Na miongoni mwa nukta hii pia vile vile ni wafanyakazi wale wa ndani, watumishi wale wa ndani, wanafanyiwa mambo mabaya, wanafanyiwa mambo ya kuudhi, wanafanyiwa mambo ambayo yanatoa katika insania wao, utu wao, ungwana wao, ubinadamu wao. Kwa kuwa wewe una mali, kwa kuwa wewe una nafasi kwake yeye, ukaanza kumpa maneno mabaya. Tena Muislamu huna haya, ona aibu katika nukta hii. Mtume anasema ikhwanukum khawlakum ja'ala Allahu ta'ata aydihim, aydikum, ni ndugu zenu hao, ni wasaidizi wenu katika majumba yenu. Allah kajalia chini ya mikono yenu. Hakushindwa Allah wewe kumfanya kama yule, hakushindwa. Lakini yeye Allah akamweka katika nafsi ile kwa hikma zake na uadilifu wake Allah jalla jalal, na wala haulizwi kwa nini kafanya. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah haulizwi kwa nini kafanya, na wao ndio wanaoulizwa kwa nini mmefanya. Unamwambiaje binadamu mwenzako mbwa? Unamwambiaje hivyo? Unamwambiaje binadamu mwenzako wewe kama mnyama? Unamwambia, unapataje ujasiri huo? Kwa sababu ya mali zako, kwa sababu ya nafasi yako, kwa sababu ya kadha wa kadha wa kadha. Kisha umemtoa kijijini umemleta hapa. La, ishi hapo hapo. Hali hiyo Waislamu hawana tabia hizo. Allah kajalia hawa ni wasaidizi wetu tu.